Yo, what's up? Hii ni S-Pixels na leo tupo darasani tena kumalizia tutorial yetu ya mwisho ya tools kwenye Photoshop. Kama bado hujaangalia zile tutorials zilizopita, nimeweka link kwenye description. Make sure unaangalia ili tuende sambamba. Leo tutafanya pen tool. Tutaangalia namna ambavyo unaweza kutumia pen tool kwenye graphics na kufanya kazi zako. Kama ndio mara yako ya kwanza unajiunga pamoja nasi, nimeweka link kwenye description ambapo ina maelekezo na darasa ambazo tayari tumekuja kujifunza tools za Photoshop. So nenda ukaangalie ili tuende sambamba. Vile ni ukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kuja katika channel hii, naomba usubscribe, ulike, comment na ushare kwa wengine ili wote tupate idea hii. Nikukaribishe tuanze darasa kwa pamoja. Let's go. Pen tool ni tool ambayo inatumika kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kuchora maumbo na vitu mbalimbali, lakini pia pen tool inaweza kufanya selection ya sehemu au ya object yako. Kwa hiyo tutaenda direct moja kwa moja kwenye pen tool. Pen tool shortcut yake utabonyeza letter P kwenye keyboard yako. Kwa hiyo utaona moja kwa moja imekuja hapa kwenye pen tool. Sasa pen tool tumesema inaweza kuchora maumbo, inaweza ikachora shapes, inaweza kuchora line, lakini pia inaweza ikafanya selection ya object yako. So tutaanza kazi moja moja ya pen tool. Tutaanza na kuchora line. Labda nataka kuchora line ambayo itakuwa inatoka point A kuja hapa point B. Kwa hiyo nitachukua hii pen tool. Nikishachukua hii pen tool, nitakuja hapa kwenye point A, nitabonyeza moja. Then nitakuja huku kwenye point B, nitabonyeza point ya pili. Kwa unaona hii imenicholea ni line ambayo imetoka point A kuja point B, lakini ukiangalia vizuri ni kwamba hii line inakuwa haijanyooka, sio nyofu. Kwa hiyo nikitaka kuchora point au line iliyonyooka, nitaanza kubonyeza labda kutoka hapa kwenye point A. Nikishabonyeza hapo kwenye point A, nikija huku kwenye point B, nitashika shift, alafu nitabonyeza huko upande wa point B. Kwa hiyo inakuja na mstari ambao umenyoka. Kwa hiyo ndio namna ambavyo unaweza kuchora mstari mnyofu kwa kutumia pen tool. Kwa hiyo utabonyeza ile point ya kwanza, halafu utashikilia shift, utabonyeza point ya pili kule. Sasa labda tuseme huu mstari wangu umekuwa mrefu sana, au nataka ni upunguze au ni uhamishe kutoka kwenye hii pointi, labda nipeleke pointi nyingine. Nitashikilia control, alafu nitakuja kwenye hii point B hapa, nitachukua hii point, nitaihamisha. Au nikitaka iwe fupi nitaifupisha, au nikitaka kuihamisha nitaihamisha hivyo. Kwa hivyo ndio namna ambavyo unaweza kutumia peni kuchora mstari nyofu au mstari ambao haujanyoka. Lakini pia kwenye pen tool naweza nikatumia pen tool kuchora wanazita curved line. Ile ni mstari ambayo inakuwa kama upinde fulani hivi. Kwa hiyo namna kufanya hivyo, hapa nitaundo kwa kubonyeza control na Z, nitabaki hivi. Kwa hiyo nataka nichole ile curved line, mstari uliopinda. Kwa nitaanza hapa kwenye point A, nitashikilia, nitabonyeza mara moja. Halafu nikija huko kwenye point B, sitabonyeza mara moja kama vile nilivyofanya. Nita left click, alafu nitaendelea kuishikilia hiyo left click. Halafu nina drag mouse yangu, natengeneza curved line. Kwa hivi ndio namna ambavyo unaweza kutengeneza curved line. Unaona huyo mstari wa kwanza ulikuwa umenyoka, lakini huu unaona umepinda fulani hivi. Kwa hiyo kutokea hapa kwenye point B, inaweza nikarudi huku kwenye point A, ambapo nitakuja tena huku kwenye point A, labda hapa chini nitabonyeza tena na kushikilia. Unaona inatengeneza point nyingine, halafu then nitarudi hapa kwenye point ya kwanza. Kwa hivi ndio namna ambavyo unaweza kutumia pen tool katika kuchora. Hii tuliochora hii ni path, kama unavyoona kwamba ni imechora kama njia tu ya kuonyesha kwamba nimepita wapi kutokea hapa kwenye point A nizunguka kwenye point B hivyo. Kwa hiyo hii pen tool unaweza kutumia kwa namna nyingi. Sasa hii ni path, hii ni kama njia. So
nawezaje kuchora shape sasa kutokea hapa kwenye pen tool. Unaona nikiwa hapa kwenye pen tool hapa juu, unaona kuna hii imeandikwa hapa ni path. Kwa hiyo nikitaka kuchora shape nitabadilisha hii path, nitaweka shape. Kwa hiyo sasa hivi nikitaka kuchora nitakuwa nachora shape, lakini kabla sijachora hapo, unaona kwenye shape hapa nilivyobadilisha, hapa mbele kuna hii sehemu imeandikwa fill. Hii ni sehemu ambapo unaweka rangi, kwamba unataka shape yako iwe na rangi gani. Rangi ziko nyingi mali hapa, kwa unaweza ukachagua rangi ile ambayo unaitaka wewe. Labda mimi nachagua hii, alafu nikishachagua rangi yangu hapa, sasa naanza za kuchora shape yangu kama vile tulivyofanya tulikuwa tunachora path. Labda nitaanzia hapa, nitakuja hapa point B ambapo nitashika, alafu ninaitag hivi, then nitakuja huku. Unaona hii sasa inaanza kupaka hii rangi ambayo nimechagua huku. Kwa nitakuja hapa point hii, nitakuja kumalizia na kawaida unaona mfano nikitaka kuja kumalizia hapa, hii peni yangu inaonyesha hizi kialama kama cha duara kuonyesha kwamba hapa ndio ile sehemu nilianzia. Kwa nitaweka hivyo, labda nitashikilia na nitachora hivyo. Kwa unaona inatengeneza shape. Na kama tulikuwa wote pamoja tangu mwanzoni, utajua mfano hii ni move tool, ni kwa ajili ya kumove. Kwa hiyo naweza nikaja hapa nika move hii shape langu, nikalihamisha, nikaliweka sehemu nyingine. So hivyo ndio namna ambavyo unaweza ukatumia hii hapa kuchora. Tumesema kuchora, tumeangalia jinsi ya kuchora line, lakini pia tumeangalia kuchora shape. Ambao tumesema jinsi ya kuchora shape, utakuja hii sehemu ya path, utabadilisha, unaweka shape, alafu utachagua rangi ambayo unataka kwenye hiyo shape yako. Hiyo ilikuwa ni matumizi ya kwanza ya pen tool, ya pili. Ile ya kwanza tuliona kwenye kuchora line. Tukasema pia matumizi mengine ya shape ni kwa ajili ya kufanya selection. Jinsi ya kufanya selection, nina hii logo ya YouTube, nataka nifanyie selection kwa kutumia pen tool. Kwa hiyo nitakuja hapa mwanzoni hapa, nitabadilisha kutoka kwenye shape, nitarudi kwenye path. Nikisharudi kwenye path, ninakuja sasa kuchora path yangu kuzunguka hii logo yangu ya YouTube. Ambacho nitakifanya, nitaanzia labda hapa. Kwa hapa kumenyoka, nitashikilia shift, nitabonyeza hapa mbele. Alafu nitakuja hapa hivi kwa ajili ya kutengeneza hii curve. Kumbuka kutengeneza curve ni unabonyeza mara moja, halafu unashikilia hivyo. Uta drag hivyo, utaleta vizuri. Tumaliza hapo. Nataka niendelee huku. Sasa kulingana na hii pen tool inatengeneza anchor point mbili. Kwa hiyo anchor point ya pili hii inabidi ni kate. Kwa hiyo nitashikilia alt, alafu nitabonyeza hapa kwenye anchor point, itakatika. Then nitaendelea kuchora hapa. Nitakuja upande huu, nitabonyeza, alafu nitashikilia, then nina drag, alafu nakuwa na adjust kuifuatisha hiyo shape. Nashikilia alt na kata hapa, nashika shift na bonyeza, nakuja upande huu vile kama tulivyofanya. Kwa hiyo hadi pale utakapoona umeweka shape yako imekaa vizuri. Kwa nitakuja hapa, then nakuelekea na hapa. Nikishamaliza kuchora kama hivi, hapa nimemaliza kuzungushia kwenye hii logo yangu. Japo haijakaa precise kivile, lakini itakuwa kwa sababu tumefanya haraka. Ila ukipata muda wa kutulia unachora vizuri. Halafu nita right click hapa, niko humu ndani ya hii path yangu. Right click, nakuja hii sehemu imeandikwa make selection. Kwa ukibonyeza hapo, feather radius ni 0. Kwa utaona inafanya selection ya hili eneo ambalo nilikuwa nimelichora. Kwa unaona hii logo yangu tayari nimeifanyia selection kwa kutumia nini? Pen tool. Kwa hiyo ndio namna ambavyo unaweza kutumia pen tool kwa matumizi mbalimbali.
Na hii pia unaweza ukaitumia pale kwenye remove background ya kitu fulani. Unaweza ukakifanyia selection kwa pen tool, then uka make selection, alafu ukaja kutoa background huku kwenye layer mask. Kwa ambao tulikuwa pamoja, bila shaka hizo tutorial tushaziangalia, na kama bado hujaangalia nimekuwekea video hapo juu au kwenye link ipo kwenye description. Make sure unapitia hizo video unaangalia. Okay, matumizi ya mwisho ya hii ambayo tutafanya kwa siku ya leo, tutaenda kuangalia namna ambavyo ninaweza nikatengeneza hii poster. Sio poster nzima, lakini nataka namna ambavyo naweza nikatengeneza hii layer ya mwisho, hii ya chini ambayo alitumia kuweka details zake, hiki kibana hiki cha chini. Kwa hiyo jinsi alivyokifanya ni kwamba alichukua pen tool. Kumbuka hapa sasa, ili tuendane na rangi, tuliangalia hii eyedrop ambayo kazi yake ni kuchukua rangi. Kwa hiyo nitachukua rangi ya labda hii blue. Kwa hii blue tena nitakuja kwenye pen tool, nataka kuchora hii shape ya chini. Kwa hiyo nitachukua hiyo pen tool, then hapa kwenye path nabadilisha na shape. Nikibadilisha shape hapa itanipa fill color, maana yake ni hii rangi ambayo nimeichapa hapa. Alafu then nitakuja kwenye nani yangu sasa, hapa nakuja kuchora. Kwa hiyo nitaanzia hapa labda. Hii uzuri ya pen tool haikuzuii kutoka nje ya box. Kwa hiyo utakuja hapa, utabonyeza mara moja, utakuja huku, utabonyeza, halafu unaishikilia hapo, then una drag, unatengeneza hiyo shape ambayo unataka. Ukimaliza utashikilia alt, unakata hapa, halafu unakuja kumalizia na hizi sehemu zilizobaki kutengeneza hiyo shape yako. Kwa hiyo hivi ndo namna ambavyo rahisi sana ambavyo unaweza ukatumia hii pen tool kutengeneza maumbo mbalimbali. Kwa hiyo hapa nitamalizia tu na kuweka hizo text, ambapo text naweza nikaweka labda nasema safe to use. Hii ni rangi ya maandishi, nataka maandishi yangu au meupe. Kwa nitaibonyeza hapo mara moja, nitaweka yatakuwa meupe. Then nitakuja kwenye move tool, then ninamishia hapa maandishi yangu yanaonekana makubwa. Control T nakuja hapa na yapunguze, naweka sehemu kwa size ambayo naitaka, na ya position kwenye mahali ambako napataka. Kwa inakuwa hivyo. Ndio namna ambavyo unaweza ukaitumia pen tool kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo hapo guys, nadhani leo inatosha, labda tumalizie hii, then unaweza ukajaribu na wewe huko kufanya. Labda hapa nitaandika, nitachukua pen tool, nitachukua hii text tool, then nitakuja kuandika super clean. Super clean. Nikiandika super clean nitabadilisha font, nitakuja hapa juu, nitaandika font ya Bebas. Hii font inaitwa Bebas Mneue. Nitabonyeza Control T, nitakuza maandishi yangu hivyo. Kwa hiyo inaonekana kama super clean, safe to use. Then kama una picha unaweza ukaingiza hapa picha zako, na tunakumbuka jinsi ya kuingiza picha ilikuwa rahisi tu. Utakuja hii sehemu ya file, place. Ikifika hapo kwenye place, itaenda kwenye mafolder yangu kule ambako picha zangu zipo, then inaenda kutafuta picha ambayo nataka kuweka hapo.
Kwa hiyo nitaweka picha yangu kama hivyo, then nitakuja upande huu nikuze namna hiyo hapo, alafu nitabonyeza okay. Hii picha nitaishusha chini kidogo hapa kwenye ile ya vyom, ya hii super cleaning. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukatumia pen tool kutengeneza umbo kama hili hapa chini. Hongera kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mwanzo wa kufanya tools, hatimaye tumefika mwisho wa kufanya tools. Mwisho wa tool ni mwanzo wa kitu kingine ambako tutaenda kuangalia hatua kwa hatua na namna kutengeneza posters na vitu mbalimbali. So kuwa karibu na channel hii, na niukumbushe kama bado subscribe, like, share na comment. Halafu usikae mbali na channel hii kwa ajili ya kupata more updates. Tukutane tena katika video inayofuata. Thank you.